الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاختبار الذي تفرد بالعزة والقدرة والجمال. نحن لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت رب العباد، أنت سند العابدين. إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام شرف المقتنى، فجودك سيئات وفرك واسع ورحمتك أرجى لمن جل وحل، وإن تعفو عن ذنب فشأنك هكذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى محمدا خير ما جزى به النبي لأمته ورسولا لقومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه المؤمنين. وبعد، أحبابي في الله، فيا قرة العقيدة ويا إخوة المجتهدون في العبادة، أما بعد، السلام وشكر الماضي يختص على الله وعلى رسوله وآله. أولا أوصيكم وإني كذلك على به الوصية، وهي تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحبابي في الله، وبزي الله تبارك وتعالى وجوا الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه wasallam. Kwa pamoja tunabudi kuendelea kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye kwa nafasi yake, kwa mamlaka yake na kwa uwezo wake ameweza kutuvusha na hatimaye kuiona siku hii ya leo, ikiwa ni siku miongoni mwa masiku yaliyotamaniwa na walio wengi, lakini kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala hakuwajalia kuiona siku hii ya leo kutokana na mauti ambao kushachukua. Lakini si hao tu, kuna baadhi ya ndugu zetu, jamaa zetu, rafiki zetu na wengine wengi ambao tuwafahamu na wengine hatuwafahamu, na walitamani wapate fursa kama ambao ulipata wewe, lakini kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala amewajalia wamefikia siku hii ya leo, lakini hakuwawezesha kudiriki mwanzo wa hutuba ya Jumaa kutokana na jukumu mbalimbali walizonazo. Muda huu ambao wewe unisikilizanie, kuna baadhi ya ndugu zetu wako hospitalini wameshughulishwa na maradhi, kuna baadhi ya ndugu zetu wako safarini, kuna baadhi ya ndugu zetu wako na fikra katika kuwapeleka ndugu zetu pia kuwastiri, na kuna ndugu zetu wengine pia wameshughulishwa na nyudhuru ambazo si za sheria. Ikiwa mimi na wewe tumepata bahati tukaiona siku hii ya leo, na siku hiona tu peke yake, ikafikia bahala tukakumbuka kwamba leo ni yaumul Jumaa, tukachukua maamuzi ya kutoka nyumbani na kufika hapa tukiwa safi na salama. Wallahi wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Umuhimu wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, ulazima kumshukuru Allah tabaraka wa taala ni pale wewe mja utakapokaa chini ukatafakari kwamba wale waliotangulia mbele ya haki, je, hivi kuna kosa kubwa lilofanyia Allah? Hilo kosa likapelekea ghadhabu kwa Allah na kuwachukua haraka. Je, mimi ambaye mpaka dakika hii kwa ulimwengu ulimwenguni, je, kuna jema kubwa lilofanya kumfanyia Allah? Hilo jema likapelekea furaha kwake Allah, ile furaha ikafanya Mwenyezi Mungu aliweke endelee kuwepo katika maisha haya. Utapata jibu kwamba wale waliokwisha tangulia mbele ya haki muda wao ulifikia, Allah alipohitaji akawachukua. Mimi na wewe watu kwa hapa duniani hatujaondoka, muda wetu bado, na kila mmoja ana hesabu yake ya kuondoka. Muda ukifikia hautazidishiwa muda wala hautaondoka kabla ya muda ambao uliopangiwa. Kwa hivyo kifo ni mmoja mpango wa mpangaji aliyopanga kumpangia mpangiwa ambao ndio sisi wanadamu. Ikiwa ndio Allah tabaraka wa taala kashatuandikia kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut,
na maneno haya yametimia. Maneno ya Allah yaliyopo katika Qur'ani yametimia, hayaongezeki wala hayapungui. Tayari swala la kuondoka kila mmoja ataondoka, isipokuwa ni muda tu ukifikia ukitimia, basi tutaondoka mbele ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, mpenzi wa Allah tabaraka wa taala, kwanza kabisa nitapenda niusie nafsi yangu sambamba na kuhusia ndugu zangu Waislamu katika nukta nzima kumcha Allah tabaraka wa taala. Wana nukta kumcha Allah tabaraka wa taala ndio lengo la mimi na wewe kuumbwa na kuletwa hapa duniani. Yani lengo la mimi na wewe kuumbwa na kuletwa hapa duniani, lengo lake ni nini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya maneno ya Allah tabaraka wa taala yenye kuthibitisha lengo la kuumbwa kwetu, kwamba Allah hakuumba watu na majini isipokuwa lengo nini? Wamfanyie ibada yeye Allah tabaraka wa taala. Ikiwa mwanadamu anatambua lengo la kuumbwa kwako, halafu kawa si mtekelezaji wa lengo hilo, bi maana umeenda kinyume na matakwa ya Allah tabaraka wa taala, umeenda kinyume na lengo lako la kuwepo hapa duniani. Kwa sababu tulio wengi tutambua lengo la kuumbwa kwetu, ndio maana tumeacha shughuli zetu mbalimbali, tumeacha mambo yetu mbalimbali na kuhudhuria hapa kwa lengo la kutekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Kwa hilo pia tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Si kila mtu anayetambua lengo lake akaliishi, isipokuwa wachache tu wametambua malengo kisha wakaishi. Kwa hivyo ikiwa wewe umetambua lengo lako halafu ukaliishi lengo hilo, wajibu wako ni kuendelea kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah ametoa ahadi pia kwa wale wenye taratibu za kumshukuru Allah kuwazidishia. Allah tabaraka wa taala anasema la in shakartum la azidannakum. Mkiwa mna utaratibu wa kunishukuru nami ahadi yangu mimi kwenu ninyi wenye kunishukuru ni kukuzidishieni katika shukrani zenu. Kwa hivyo tunapomshukuru Allah tabaraka wa taala, faida ya shukrani ni Allah kutuzidishia pia. Tumombe Allah tabaraka wa taala tukumbushe hili tuliishi pia. Ahbabi fillah, wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, ni kweli usiopingika kwamba tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hususan tupo katika 10 la mwisho, maana pia Ramadhani ya mwisho, na huenda pia yaumul Jumaa, hii Ijumaa ikawa pia ya mwisho. Inawezekana pia wewe Ijumaa hii ikawa yako pia ya mwisho. Huu mwisho huu ndio tutakaozungumzia leo, kwa sababu tuko katika zama za mwisho pia, zama za asiri, zama ambazo atakayefaulu ni yule ambaye alikamata kamba kuiachia, zama ambazo kwa yale yaliyopo katika zama za sasa ukiyafaulu basi wewe pepo ni halali kwako. Kwa sababu yaliyopo katika zama za sasa ni mambo ambayo hayakuwepo zama zile. Kuna ongezeko la machafu ambayo yapo katika zama za sasa, ambazo kwa yeyote ambaye amekutwa zama hizi akayaishi vizuri, akapambana nayo, akayashinda, akafaulu, basi mlango wa pepo ni halali kwake. Zama za mwisho. Ramadhani ilianza vizuri katika mioyo ya wanadamu, kila mmoja kati ya ahadi nzuri sana ya kuweza kuyaishi mema katika mwezi wa Ramadhani, mwanzo mpaka mwisho. Na hili ndio ambalo kila mwanadamu anapokuwa katika jambo la mwanzo, basi huwa na jitihada kubwa sana, lakini mwisho wake inakuwa mtihani. Kwa hiyo mwisho, na Allah tabaraka wa taala anasema walaqida lilmuttaqin, mwisho mwema utawathibitikia wale wamchao Mungu. Kuanza si kazi kumaliza. Wapo walioanza vizuri lakini wakamaliza vibaya, lakini kuna watu wameanza vizuri wakamaliza vizuri, lakini kuna watu wameanza vibaya wakamaliza vizuri. Huo ndio utaratibu ambao uliopo. Kubwa zaidi katika maisha yako, katika ibada zako, unaposali na kumwomba Allah tabaraka wa taala, muone mwisho wema. Na ndio katika dua yake Allah tabaraka wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba sana husnul khatima, mwisho wema. Kinyume na sisi ambao tunapokuwa katika sija ya mwisho au katika maombi ya aina yoyote, basi tunachoanza kumwomba Mwenyezi Mungu ni kutupa utajiri, kwamba mtu yuko tayari anakesha pale ili Mwenyezi Mungu ampe utajiri. Mwenyezi Mungu anakuomba unipe utajiri, nimiliki magari, nimiliki majumba. Ndio dua ambazo tunaziomba kila siku, lakini tunasahau kumwomba Allah atupe mwisho mwema. Tunasahau kumwomba Allah alainishe nafsi zetu zimwelekee Allah tabaraka wa taala.
Ndio maombi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akiomba sana mwisho mwema, lakini akicheza na moyo, ya muqallib alqulub wal absar thabbit qalbi ala dinika, thibitisha moyo wangu katika kukuelekea wewe Allah tabaraka wa taala. Je, ndio maombi tunayoyaomba? Kule kufeli kwa maombi haya upelekea wakati mwisho wenyewe tunaopata hatupati mwisho mwema. Mtu anatoweka duniani, yupo katika sehemu ambayo si sahihi, machafu anao mengi, mwisho Ramadhani ya mwisho, 10 hivi la mwisho. Huu mwisho tumtumieje? Mtu anaanza vizuri, anamaliza vizuri. Mtu anamaliza vizuri, hamalizi vizuri. Muendelezo wa kile unachokifanya, je, kimesimama vipi? Kama nilivyozungumza awali, Ramadhani tumeanza kwa pamoja vizuri, lakini kabla ya Ramadhani kuzidi kuondoka, basi na imani zetu pia zinaondoka, zinamonyokwa. Mwisho wa siku Ramadhani inaondoka na imani zetu sote. Tutaanza na msikiti tutajaa vizuri, lakini kila 10 zitapungua pia safu 10 ama safu kadhaa. Mwisho wa siku tayari wanabaki wale ambao walikuwa kisali siku zote. Tarawih leo hii tunaona kwamba tarawih ziko tofauti kabisa na jinsi tulivyoanza. Kwa hivyo kuanzisha kitu sio kazi kuendeleza. Leo hii kuna baadhi ya watu pia kama ilivyo kwenda hija pia sio kazi kuilinda hija. Na ndivyo ilivyo umri ulionao sio kazi kuwa nao, lakini kazi utaumalizaje. Ndio maana siku ya kiyama utaulizwa umri wako ulimtumiaje. Na katika huu mwisho ni maana tunaelekea pia katika kifo. Na kama tunaelekea katika kifo ili tuweze kulipwa yale tuliyotuma hapa duniani, huwezi kulipwa wala kuoneshwa ya hayo yako kama ukufa. Kwa hivyo ili tuweze kufika katika hukumu, lazima kwanza tuonje kifo. Allah tabaraka wa taala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faza wa man hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Maneno haya yanazungumza Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, anao uwezo sio uwezo na chochote kitu wala mtu. Anasema kila mwanadamu atatoweka duniani, na hakika si vinginevyo mtalipwa malipo yenu mliyotuma hapa duniani siku ya kiyama. Yaani siku ya kiyama ndio tutaoneshwa yale tuliyofanya hapa duniani. Lakini katika malipo hayo kuna uwili. Katika mawili hayo Allah tabaraka wa taala anasema faman zuhziha 'anil nar, atakayepushwa kuingizwa motoni, udkhila aljanna, badala ya kuingizwa motoni akaingizwa peponi, faqad faza, huyo ndio mwenye ufaulu mkubwa sana. Ufaulu wa Bwana huko katika kuingia motoni ama peponi. Ukiingia peponi umefaulu. Na hii pepo kuifikia ina uhitaji, na uhitaji wako ni kutekeleza ile maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Uhitaji wake ni kuweza kujikiri na kuweza kupambana katika ibada za Allah ili upate mwisho mwema utakao kufanya wewe uingie peponi, kama alivyosema Allah, wal aqibatu lil muttaqin, mwisho mwema utawathibitikia kwa mchao Allah tabaraka wa taala. Katika aya hii Allah mwisho amemalizia akasema wa man hayata dunya illa mata'ul ghurur, anayadhofisha maisha duniani kwamba si chochote wala si lolote isipokuwa ni starehe tu zenye udanganyifu. Leo hii tuko hapa kwa wingi, lakini sababu baada ya miaka 2-3 ujazo tulionao utasikia fulani mstari wa 3 ama wa 4 ama wa 5 ama wa kwanza hatuko naye tena, katoweka duniani. Ama mimi ama wewe ama yule. Hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Kwani Ramadhani iliyopita tuliokuwa nao sio tulionao leo hii. Wengine wapo katika ardhi, wapo kaburini, walitamani nao pia waikuta ardhi ya Ramadhani hii, lakini Allah amewachukua. Wewe nani ushindwe kutekeleza maamrisho ya Allah atakayokufaa baada ya kutoweka kwako? Wanadamu tupo duniani kama sehemu tu ya mapito. Kwamba ni sehemu ya mapito, kwamba kama msafiri kasafiri halafu akapita sehemu kuna kivuli, katulia na kupumzika ili aendelee na safari yake. Ndio wanadamu, kwamba tuko hapa kwa muda, baada ya hapo safari yetu inaendelea. Ni kituo tabaqan an tabaqi, huu ni mfumo wa Allah tabaraka wa taala. Tulikuwa tumboni, tumetoka tumboni tumekuja ardhini, duniani kaburini, halafu huko sasa
moja tutatoka tuko ardhini. Wajibu wetu ni kuhusiana katika maisha yetu ya duniani, tuyaishi vyema, yaje kufanya vyema. Lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili tuwe wacha Mungu. Ucha Mungu ndio utakaotufa sisi na utakaotupa kibali cha kuiona pepo. Kama Ramadhani imekukuta halafu inaondoka ile kuachia athari yoyote, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni mtihani. Ramadhani inafika inaingia, mtu hana habari, inaondoka hana habari. Sasa hivi nafsi zetu zipo katika fikra kwamba sikukuu tunakulaje, familia itafaaje, mimi nitavaa nini, nitasherehekea vipi sikukuu. Yaani kutokana na zile fikra za kuwaza sikukuu, alafu afikiri kwamba al-mautu yatika baghtatan wal qabru suduq al-amal. Kifo kujia ghafla bwana. Kifo ni ghafla. Wakati umefikiria sikukuu, Allah anakufikiria ama malakul maut anajua kwamba wewe utakutwa hapo naye tena. Hayupo tena duniani. Wewe unafikiria sikukuu. Kule kufikiria sikukuu kunakufanya wewe kutofanya maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Yaani yale mawazo ya muda mrefu, kule kufikiria kuweka mipango ya muda mrefu kunakufanya wewe kutokumrudia Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza sana kwamba tuwe na utaratibu wa kukumbuka na kumtaja na kumfikiria yule anayekata ladha, anatenganisha baina yako mimi, anatenganisha baina ya imamu na waumini, anatenganisha kati ya baba na watoto wake. Nani huyo? Malakul maut. Malakul maut bwana. Yeye muda wote na hana kiziwizi shehe. Hata uwe bondia au mpiganaji mkubwa, malakul maut akikujia shehe, unajikuta tu kwamba wewe ule bondia wako huna shehe. Hata kama unarusha ngumi, Allah anatuma majeshi shehe, wanakuja kukamata huyu au mgonjwa huyu. Jamani, kamateni vizuri, wanakukamata huko, wanakukamata kuchukua. Iko hivyo ndio taratibu wa Allah. Kwa hiyo wewe jemedari wako ulionao, siku ya kutoka roho, jemedari wako huna. Kitakachokufaa wewe ni yale matendo yako uliyoyafanya katika ulimwengu huu. Bwana, tunamchezea sana sheria Allah tabaraka wa taala. Tunamdanganya sana Mwenyezi Mungu. Tunamuongopea sana, nafsi zetu zinajua. Lakini Allah tabaraka wa taala anasema kama yakhzauna ila anfusahum. Hao ni danganya nini wala wajidanganya wenyewe tu. Kuna mtu anasema ni sawa nimefunga ndio, lakini sasa baada ya hapo Ramadhani inaisha hiyo. Sasa hivi tayari kama mtu alijiepusha na kuanza kufanya chati na baadhi ya watu wa haramu, sasa hivi kashachukua anaanza kukusanya yale madili yake ya haramu kwa sababu Ramadhani inaondoka. Bwana, Ramadhani ndio ile inaondoka. Sasa yale madili yetu tuanze kama kawaida tu. Wewe ndio kusafirisha mji. Bwana, leo tunaona moja kwa biashara asiendi sabahi. Asiendi gesti pia mtihani, biashara asiendi. Kwa nini biashara haziendi? Kwa sababu gani? Je, wanaokuja pale wengi Waislamu? Je, Yesu anakwenda wengi Waislamu? Mpaka mabosi wa baa wanalalamika biashara haziendi. Tafakari hapo. Tunajua kwamba sisi tuna mchango mkubwa sana katika biashara sana. Mchango mkubwa. Na nazungumza hotuba hii wewe unaisikiliza. Kama wewe ulikuwa na kawaida ya kunywa pombe, ukirudia kunywa pombe, wallahi leo kwamba msamaha wako shekhe mtihani. Kwa sababu Allah humsamehe mtu ambaye amefanya kitu kwa ujinga. Shekhe, mtu natambua halafu narudia tena. Hapana, hakuna kitu. Na Allah athibitisha haya anayozungumza, na hii rekodi Allah irekodi siku ya kiyama, atakuonesha wewe ambaye pia uliacha pombe kwa ajili ya Ramadhani. Ramadhani inaisha afu unarudia tena kule. Allah atakuwa na wewe. Mabwana, hatuna uwezo wala nguvu ya kupambana na adhabu za Allah. Hatuna uwezo huo. La haula wala quwwa. Hatuna nguvu wala uwezo wote wa kupambana na adhabu za Allah. Isipokuwa kitakachofaa ni matendo yetu. Matendo yetu tuyafanye vipi? Pia tuishi maisha mazuri, tuandae pia akhera yetu kwa kutoa sadaka, lakini pia kuishi vizuri na wenzetu, lakini pia kufanya ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kumiliki kile patikana Lailatul Qadr, wala kukesha msikitini, kufanya ibada sana. Lakini wallahi mtu kumwambia kukesha msikitini shaka. Msikitini utafuta viongozi tu wao hapa na vitoto ndio vinakuja ndio wanaondoka. Pia tunataka wanakuja, wanakuja, atuende kule, lakini pia kule bwana kuna ubao ishara, twende tunaenda kula. Wewe ambaye pia unathibitishwa kisheria,
Unashindwaje kufika msikitini na kufanya ibada kwa sababu unataka kuokoa wewe katika maisha yako? Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Uwanja wake ni mpana sana. Inshallah utazungumzwa pia na mashaikh nao pia. Hadi leo tunamshukuru Mungu na pia tunajivunia msikiti wetu pia ndio sawa hapo pia yupo kadhi wa mkoa ambaye pia kwa elimu yake tunastafidi na tunafaidika sana mengi. Lakini kwa sababu kwenye miji kuna wajenzi, ndio maana pia anaweza akasimama watu wanaondoka hawajui thamani yake. Wale wa pembeni ndio wanajua thamani pia. Kuna mtu anatoka kule anakuja shekha anakimbia nataka walau apate mkono wake tu. Lakini wakati huo sisi ndio mkono wake tunaukimbia. Inna lillahi nafsi zimepotea. Na bwana hili lazima tuambiane. Uweze kuingia katika mlango wa pepo hali ya kuwa nafsi yako iko uingie. Hakuna pepo hiyo. Labda babako ndio. Lakini pepo ya Allah tusidanganyane wala tusifarijiane kwamba watu wengine tufanye hivi utaingia. Hakuna shaka. Kama kusimama katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, shekhe mtihani. Tena mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo katika kusimama katika maamrisho ya Allah lazima pia tukifirishe sana kutoa. Tuinganganie ibada tulionayo mpaka Ramadhani kuondoka imetuacha sisi tuko vizuri. Mapenzi yako vile kama ulisamehe tuko kila Ramadhani, endelea kusamehe watu wengine. Yale yote uliokuwa nayo epukana. Lakini uamini kwamba haiji inaingia mimi na wewe hatujui kama tutaikuta hiyo hija au tutakuta. Hii ni mpango ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kuwa hatujui basi tuwekeze kwa Mwenyezi Mungu ili lolote likitokea basi tunakuwa tuko vizuri na Allah anatupokea vizuri. Ndio kitu ambacho inatakiwa tuwe nacho. Lakini tusiweke mipango mibaya ya baadaye. Kwa sababu kule kuweka mipango mibaya ya baadaye tunafisha moyo wa imani, tunashinda pia kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tukiza haya na kufuata. والله تبارك وتعالى يقول وبقول يهتدوا تدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم وإذا قرأت القرآن فاستعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وما نهاكم من معصيته فلا تعصوه وارجوني عند الله من ثوابه فاسألوه واستغفروا الله عني وعنكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Tuishi vipi huu mwisho tulionao? Kila mmoja atakuwa ameelewa kile alichokielewa. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyaishi yale ambayo tumeelewa na kuyaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Ramadhani kwa mwaka kuja mara moja tu. Na ndio hii inaondoka. Na hujui kwamba itakaporudi itakukuta ama la. Mipango ya Allah tabaraka wa taala. Itumie nafasi hii ulionayo. Nafasi ulionayo tumie vizuri itakusaidia. Ukitumia vibaya haitakusaidia. Usije ukategemea kwa sababu nikiondoka Abdul Hamid atakuwa pembeni atasomea dua Sheikh Ibrahim utaingia peponi kwa dua ya Abdul Hamid. Tunadanganyana. Dua pekee yake kule Allahumma fillah wa rabbil janna. Sheikh ulikuwa mtu ovu sana maisha yako yote. Tengeneza amali zako kwanza hapa. Zitakazo kufaa baada ya kutoweka duniani. Hadithi nyingi sana zimezungumza katika wajibu wako. Aya nyingi sana zimezungumza juu atakayo kufaa. Katika mambo mengi sana anazungumza lakini mwisho wake ananukia katika sadaka. Allah atazungumza atanukia katika sadaka. Mtume atazungumza atanukia katika sadaka. Mashaikh atazungumza atanukia katika sadaka. Mwisho siku tunajua kwamba sadaka ina thamani kubwa sana. Sadaka ina thamani kubwa sana. Wakati ambao unakaa unafikiria siku ya Eid utafanya nini? Fikiria kwamba nawekeza nini kwa Allah tabaraka wa taala. Wakati wao wanafikiria hayo machafu ya kufanya siku ya Eid, achana nayo, wekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man aswa yawmul Eid kama aswa yawmul Wa'id. Atakayefanya maasi siku ya Eid yani ni sawa na mtu ambaye amefanya maasi siku ya hukumu. Yani Allah anatoa hukumu yake sasa.
Halafu pale kwenye hukumu mtu anafanya maasi. Example, mfano mzuri. Mahakamani pale siku ya hukumu yako pale. Wewe unaenda na bangi pembeni. Wakati unaenda unafanya mambo ya ajabu pale. Unafikiri inakuaje? Pale inakuaje? Siku ya hukumu yako. Maana aswa jambo la Eid, atakayefanya maasi siku ya Eid ni kama amefanya maasi siku ya hukumu. Bwana, tusishauri familia zetu na sisi tuziokoe na hili. Leo hii kuna watu tayari wanawekeza kwa ajili ya Eid. Kwamba siku hiyo mimi nitaenda sehemu fulani, nitaenda kwenye makumbi fulani, nitaenda kwenye mambo ya ajabu sana. Siku hiyo tayari mimi siku hiyo wallahi tena kuta mtu akisema mimi naona kama siku zinachelewa. Yaani ndio kumisi. Siku zinachelewa lakini baada siku kadhaa tufungue. Yaani shekhe kuna watu wasiofunga ama watu wasiokuwa na Allah shekhe wanatuzidi kwa hisabu shekhe. Wanajua hisabu mpaka hii itakuwa siku gani, tarehe fulani, kila kitu anakijua shekhe. Kama sio fulani siku fulani anajua. Kwa sababu gani? Ana mazinio yake muhimu. Focus katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Wa anfiqu min qabli, tutoe min qablu an ya'ti ahadukum al-maut, toweni mlivyo navyo kabla mmoja wenu hajafikwa na umauti. Umauti ambao utakaomfanya yeye katika heka zake zile zitampelekea yeye aseme kwamba Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin. Ya Rabbi, lau ungemchelewesha muda fulani ningetoa sadaka shekhe na ningekuwa katika watu wema. Nafi wewe nafi wewe ulikuwa hai kwa safi na salama shekhe. Alam yatikum nadhir. Abdul Hamid hajakwambia kwamba Allah anasema toa sadaka, hajakwambia. Bana qad ja'ana an-nadhir. Abdul Hamid kweli alituambia. Kifa kadhabna tukamwona Abdul Hamid nini bwana? Mzoea bwana. Mzoea ama labda alikuwa anatengeneza mazingira ya pesa tu. Kwa sababu ndio watu wengine wanashindwa kutoa kwa milio. Yaani kuna mtu ndani yake akutoa hana shekhe. Akisimama sijui Sheikh Musa ama Sheikh Fadha simama asimama ndio tuwe sadaka shekhe, mtu atoe. Atoe simama yule. Shekhe asimame hapa mtu kutoka nje ama mtu yoyote anazungumza watu tutamwagika hapa shekhe. Imani haiko hivyo kwa bwana, usidanganyane. Imani kutoa sio mpaka uanze sio kupelekwa peponi hiyo kupeleke motoni, haiko hivyo. Toa kwa ajili ya Allah. Kwa mimi nikuombee na niwaombe kila mmoja kwa nafasi yake aitumie, ajue kwamba tayari tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huko wakati tunafikiria kuangalia watoto zetu nguo zaidi, tuwakumbuke pia na watoto yatima, nao pia wanastahili pia kuvaa, tukawavishe ili tupate fadhila na mabora zaidi katika kumi hili la mwisho, lakini pia katika huu mwisho tulionao, lakini katika zama za mwisho tulizonazo. Hapa tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe kusikiza haya na kuyafuata. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe umri mrefu wenye manufaa duniani kabla na kesho akhera. Tumuombe Allah tabaraka wa taala azidaimishe nafsi zetu katika kumwelekea Allah. Tumuombe Allah tabaraka wa taala azifungue riziki zake kwetu sisi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kila lililo zito kwetu sisi liwe jepesi. Akinge na hasad, atuepushe na mabalaa mbalimbali, azidumishe ndoa zetu, azilee familia zetu katika maadili yake Allah, ajalie nafsi zetu zipige thamani ya viongozi na kuziishi. واعلموا ان الله صلى على النبي القديم ولن يزل قائلا عليما وتنبيك لكم وتعليما وتشريف القدر النبي وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آله محمد. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصيب الهجرتين وعلى آله محمد. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وأرض عن الأربعة الخلفاء خصوصا منهم ذو العصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى أمير المحبين الفقراء والمساكين أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد
إمام الطاق حليم خليفة المنتهى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله اللهم إنا نسألك نصرة السلام يا عالم السر منا لا تحتك ربي ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا سبحان من يرانا سبحان من يعرف المكان يا ربي جب لنا فلا تنسانا اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ستار استرنا اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا يا ربي اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واعطم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر وعذاب يوم القيامة وعذاب يوم الحسرة والندامة وعذاب يوم يفر المرء من أخيه برحمتك يا عزيز يا غفار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ويقيم الصلاة. أعوذ بالله من